Ndimbo. Mbona kwa mpole hivyo? Unajua Guruguru sifa ambazo amenipa kuhusu wewe ni tofauti na ninavyokuona. Mbona kwa mnyonge? Shida nini? Alafu Mwanaidi mama, mimi nakuogopa sana. Mwanaidi we mzuri sana. Lakini kitu kingine mama, mimi nakuahidi Mwanaidi, nitapambana usiku na mchana kutunza uzuri wako. Mwanaume huwa hamuogopi mwanamke. Hamna shida mama, mimi mwenyewe nakupenda sana. Ina maana unanionea aibu kiasi hicho? Mwanaidi bwana. Basi acha utoto bwana na wewe. Mkombe kitu baby. Nenda ndani basi. Ndani tena. Mwanaidi tusiende ndani bwana mpaka tuoane. Semaje? Tukienda ndani tutafanya matusi huko, tutapata dhambi. Ngoja tuoane Mwanaidi. Ndimbo. Ndio mama. Hivi unakielewa unachokisema? Ngoja tufunge ndoa mama. Kama ndani mimi kitanda nishatandika. Tusiende saa hizi. Ngoja tuoane Mwanaidi. Ngoja tuoane. Sikia. Tuende ndani mama. Tuende ndani. Ina maana uko serious ya? Ndio. Sasa wewe ni mwanaume wa design gani? Unataka unioe kabla hata sijakufahamu. Nikiuza mbuzi kwenye gunia. Inawezekana ni mwanaume tu kimuonekano, lakini kindani si mwanaume. Unataka niuzie mbuzi kwenye gunia? Tunaenda ndani ama? Sikiliza. Siku utakayohitaji utamtafuta. Safari njema mama. Mwanaidi vizuri. Angalia majani, usije ukajichoma na mwiba. Alikia busu. Basi hapo tu kakaangu wewe. Ukishakuja na jambo lako tu, wewe utacheka kuongea uongee. Mimi nilikuja kukwambia dada yake Ndimbo. Usimdharau mtu usomjua. Sasa hapo hizo mesali zako mimi ndo nakuwa sikuelewi kakaangu. Ndo niambie hicho kichokufurahisha na mimi nipate kufurahi tucheke wote. Na hivi karibuni nataka kuoa. Mungu akipenda mimi tafunga ndoa mimi. Ndoa yangu itakuwa kubwa sana. Na watu wakubwa watakuja kwenye hiyo ndoa. Yaani kwa kifupi dada, unajua nini? Nimepata mchumba. Naitwa Mwanaidi. Mwanaidi wangu mimi dada. Mwanaidi ananipenda. Ananipenda sana. Na historia ya Mwanaidi dada, anaijua Guruguru vizuri. Na Guruguru ndo alikuja akaniambia mimi, unaniona mimi Ndimbo mweusi, nafaa kuwa na Mwanaidi mweupe mimi dada. Nampenda sana Mwanaidi. Hivyo ujio wangu usoa barua. Ujio wangu dada mimi soa kadi. Nimekuja kukwambia kama familia ya Ndimbo ujue una wifi yako dada anaitwa Mwanaidi. Na Mwanaidi anasema ananipenda mimi. Ananipenda sana sana. Ndio dada. Na nimesema nitakukutanisha naye ili unipe CV zangu. CV zangu mimi nataka nikikukutanisha na Mwanaidi dada,
Utafurahi sana, Mwanaidi mzuri sana dada. Haya kakaangu, mimi namsubiria tu wifi yangu Mwanaidi nije nimuone. Hamna shida dada, Mwanaidi utamuona. Mwanaidi wangu huyo. Mwanaidi wangu utamuona dada. Halafu kitu kingine dada. Mwanaidi leo alikuja nyumbani. Alivyokuja nyumbani. Aibu kusema. Bwana niambie. Akanifuata Mwanaidi. Akanambia mimi naitwa nani? Salamu zangu guruguru kampa. Nikamwambia mimi ndo ndimbo wako mimi Mwanaidi. Akasema ananipenda. Akanisogelea mimi dada. Akaamua kunipiga busu. Busu zito sana lile dada. Hapo baada yao Mwanaidi akataka twende chumbani. Nikamwambia Mwanaidi ngoja kwanza nikuoe ndo pate ruksa ya kuingia chumbani. Umeona hiyo dada Kwa sababu mimi najua mimi dada tungeingia chumbani tungeenda kufanya matusi mule. Kwa kweli. Ndo hivyo dada. Yaani kakaangu wewe hata sijui nisemeje, maana maneno mengine nikiongea nitaonekana kama vile nakukosea heshima na adabu. Kaka kwa hali iliyokuwa sasa hivi, kwa hali tunaenda nayo dunia ya leo, eti mwanamke kaja mpaka kwako, anajirahisisha mwenyewe, wewe ukae useme eti msubirie mpaka ndoa. Kaka hapo umefeli. Tena umefeli na atakuona bwege, atakuona mjinga, ataenda kukusifu vibaya huko. Ulikuwa ujui? Yaani alivyotoka pale wewe mwanamke kashakudharau. Akifika huko mashoga zake ukipita atakuonyesha kidole, mwanaume mwenyewe ndio yule. Nimeenda mpaka kwake kashindwa kufanya chochote. Yaani wewe mwanamke lazima wewe hakuone zoba. Unajua kuone zoba? Kaondoka kafurahi tu. Hajaniona zoba. Kaondoka anaondoka mwendo wake wa kitwiga. Mwendo wa kinyonga. Alivyofika kule mbele akaanza kutembea kwa madoido kama nyoka. Madoido ya Mwanaidi ananiona. Na Mwanaidi wangu mimi dada. Mwanaidi hajakasirika. Na unaona simu yangu hii dada. Kama Mwanaidi angekasirika angekuwa kanitumia meseji. Na nisave hapa mke wangu mimi Mwanaidi. Mwanaidi wangu au nimpigie simu msikie. Wasanii wanaimba dada. Ulisema wa nini? Mwezio kaniweka ndani na mliwaza. Mwanaidi wangu huyo dada. Kwa hiyo ndo ujio wa leo. Nimekuja kukwambia nimepata mchumba. Sawa, lakini siku nyingine kakaangu usirudie. Mwanamke akijilengesha yeye mwenyewe, yaani atakavyotaka na yeye ndo utake hivyo hivyo. Sasa kwa nini wanawake mnatakaje? Kwa hiyo kama mtu akimsindikiza mwanamke mpaka rangi 3, huyo ni bwege dada? Tanyi wanawake mnatakaje? Yaani alivyotaka yeye na yeye ndo ungetaka hivyo hivyo. Ndio unavyotakiwa uende na mwanamke. Sikataka yeye. Na yeye ndo ungetaka hivyo hivyo. Kwa hiyo kumbe mwanamke ukimsindikiza mpaka rangi 3 akakuita bodyguard. Kumbe wewe ni bwege dada. Yaani ni bwege, anaenda lazima tu akakutangaze vibaya. Ndio maana kumbe yule meneja anawafanya vibaya yule. Kumbe ukimsindikiza mwanamke mpaka rangi 3. Kumbe wewe ni bwege dada. Sawa, nitampembeleza Mwanaidi aje nyumbani tena. Sawa. Usifanye makosa kama haya. Haya dada, bye. Bye dada. Baadaye. Umerudi? Nimerudi, nimeingia jikoni, nimeenda kwenye kabati, hata chai hujanipikia. Hamna chochote nilichokupa. Kweli ndugu wangu, nisamehe. Lakini naenda kukuandalia sasa hivi chakula.
Nisamee mdogo wangu. Sasa dada, unaniandalia sasa hivi. Sasa yani sio sema. Yaani hata kama mambo unasema mimi ni mdogo, niambie tu. Naweza nikakupa wazo lolote. Unafikia mpaka hatua hamna kitu chochote nipikie, naenda shule. Nirudi nikute chakula, hamna kitu. Nenda kupikia mdogo wangu. Sijali. Katika kitu ambacho umewahi kunikosea ndo hiki. Ni rafiki yangu, nimekuamini sana, lakini kwa hili ulichokifanya, kwa hiki ulichokifanya, kiukweli nimekushusha sana. Siku ile nimekuuliza mara mbili, ukanithibitishia kila kitu kwamba ni mwanaume ambaye anaeleweka, mwanaume ambaye ni mzuri, mwanaume sijui ni, ulijielezea sana. Umenikutanisha na zoba gani lile? Gulugulu, kweli? Yaani ndio umenichoka kiasi hicho? Kiasi kwamba unaweza ukajizolea mwanaume yoyote yule ambaye wewe unamjua wewe ukaniletea. Umeona mimi zoazoa, si ndio? Mwanaidi, kuongea sana sio kunamfanya mtu aelewe. Unaweza ukaongea maneno hata 100, lakini mtu hajawa bado hajakuelewa. Naomba nieleweshe. Gulugulu, umenikutanisha na yule mtu wako. Tumeongea vizuri, tumeelewana. Namwambia twende chumbani. Kwani yeye si mtu mzima, hajui kwamba chumbani kunafanyika nini? Ananiambia eti siwezi kufanya chochote mpaka nikuoe. Kweli Karina, sasa hivi kuna mwanaume wa design ile? Hivi yule mwanaume ni wa leo kweli? Mwanaume anasema eti kwamba mpaka nikuoe. Kweli? Ni mwanaume Karina hii sasa hivi? Gulugulu, umeniletea mtu wa design gani wewe? Hivi kweli uko serious kweli wewe? Uko serious na maisha yangu Gulugulu? Mwanaidi, unachoshindwa kuelewa wewe, kuna wanaume na mwanaume. Yule ni mwanaume sahihi kwako. Na mimi hapa nilikuwa natamani uniambie Gulugulu, sisi ndoa yetu kesho kutwa. Ningalisherekea na kufurahia pia. Unapokuja kunipa lawama, haina tija kusema unajenga kitu kwangu Mwanaidi. Huu sio muda wa kunipa mimi lawama. Gulugulu, unanifurahisha sana. Lawama? Lawama? Ulitaka nimpe nani lawama kama sio wewe? Wewe si ndio umeniletea ule msukule? Nani ambaye ameniletea msukule kama sio wewe? Ulitaka nimpelekee nani hizo lawama? Hivi unajielewa kweli? Yaani katika kitu ambacho umenikosea, narudia tena, ni hiki. Sasa nisikize nikwambie, yule mtu wako simtaki tena. Wala sitaki unikutanishe naye tena. Yaani iwe mwanzo na iwe mwisho. Mwanaidi, naomba hilo swala niachie mimi. Mimi ndo niliyokutafutia yule mwanaume. Nitajua mimi ninalimalizaje. Ila sasa hivi sina muda. Maana nawahi sokoni kwenda kuchukua mahitaji. Ila nitakutafuta. Na imani umenielewa. Sawa. Ukweli utajulikana tu. Yaani ukistaajabu ya Musa utaona Firauni. Yaani nilijua nitapata mume nikaletewa msukule. Mungu ya Rabbi. Mbona hujabadilisha nguo mpaka sasa hivi? Yaani nilipotoka shule nikaenda nyumbani, njia ilikuwa inaniuma sana. Nikaenda jikoni nikakagua, hamna chochote kilichokuwepo. Nikazana labda dada kaniandalia mezani. Nimeenda mezani sijakuta kitu. Ila kinachonichanganya, dada yangu yeye muda wote anakuwa ni mtu wa kulia tu, analia tu. Kila nikimuuliza, dada unalia nini? Aniambia, ananiambia sijui bado wewe mdogo. Sasa mimi anaweka katika wakati mgumu. Iko kitu ambacho kinaniumiza kichwa. Yaani mpaka anashindwa kupika. Nisikilize Kipesile.
kitu kikubwa ambacho kipo sasa hivi, si ndio? Unatakiwa kumuonyesha upande wako wa pili. Wewe ni nani? Na utajua kila kitu. Kipi ambacho kinamsumbua? Kwa ujala, si ndio? Na njaa sijala toka nilipotoka shule sijala. Basi twende nikakununulia chakula. Ndimbo mwanangu, ndio umefanya nini mwanangu? Yaani mimi natumia nguvu kubwa, akili nyingi kukutafutia mwanamke, anakuja pale tena mwenyewe anakuambia twende ndani, unashindwa kuingia ndani. Una akili kweli wewe? Na mimi nilichofanya Guru, nimekuheshimisha wewe baba. Nimefanya kukulinda wewe Bladi. Usichokijua wewe Guruguru, mimi sijatailiwa bado. Ndimbo, hayo maswala usinieleze. Kutokutailiwa mimi ananihusu nini? Nisikilize ndugu yangu. Kuna wakati mwingine lazima utumie akili. Umri uliokupona wewe, kuniambia hadi sasa hivi hujatailiwa, huo ni uongo. Ningeenda naye ndani baba, angeniona mimi, alafu angekuwa ananiita Govinda. Mtani wangeniita Govinda. Yaya, Govinda. Yaya. Kwa hiyo nilichokifanya mimi, ni bora nisiende naye wakati prosesi za ndoa zinaendelea. Mimi nitaenda jando baba. Sikiliza sasa nikwambie. Wewe si hujatailiwa, lakini kumkatalia kwenda ndani na angalienda kuona kama hujatailiwa, hivi kipi kingekuwa bora? We malaya wewe. Unataka mimi nipate dhambi wewe? Unataka nifanye madhambi? Kwa hiyo unataka twende ndani tukafanye matusi? Malaya wewe. Na kukataa